Ujambo, na kama ujuhavyo ni kwamba kanisa Katoliki bado linaendelea kuomboleza kwa kuweza kumpoteza papa wao, na inasemekana kwamba ni kesho kutwa tu ambaye ni tarehe 7 ambako watakuwa na ule mchakato wa kuanza kumchagua papa mpya ambaye ataketi kwenye kiti chake Papa Francis. Kuna mambo kadhaa ambayo hufanyika ikiwa kiti chake kimebaki wazi. Acha nikueleze mambo hayo kadhaa ambayo hufanyika papa akiwa amefariki. Kuna kardinali ambaye anaitwa Camerlengo ambaye kwa sasa ni Kardinali Kevin Farrell, ndiye anayedhibitisha rasmi kifo cha papa. Yeye ndo utangaza kwamba hatuna papa, na ni yeye bado ndo utangaza kwamba tunaye papa. Vipi? Zamani hili lilihusisha kumuita papa kwa jina lake, yani anaitwa kwa jina alafu paja la uso wake linagongwa na nyundo ndogo mara kadhaa hivi, alafu kuna zile pete ambazo zinaitwa pete za mvuvi. Papa huweza uvuliwa halafu zinavunjwa na hata vile vile muhuri wake pia unaharibiwa ili tu kuzuia matumizi mabaya ya muhuri wa papa. Baadaye utawala wa muda wa kanisa Katoliki uangukia kwa chuo cha makardinali, yani wanakutana mara kadhaa, na inasemekana zaidi ya 100 hivi makardinali wa Kiroma kote ulimwenguni. Hata hivyo mamlaka yao ni ndogo sana. Wakuu wa idara mbalimbali za kuria ya Roma huacha kutekeleza majukumu yao, isipokuwa tu Kardinali Camerlengo ambaye kwa sasa ni yule Kevin anaendelea kusimamia mali zote za Roma hadi tu pale papa mpya atakapochaguliwa. Kisha Kardinali Camerlengo kusimamia maandalizi ya mazishi ya papa kama ilivyofanyika wiki iliyopita. Makardinali walio chini ya umri wa miaka 80 wakutana katika mikutano mikuu, yani General Congregations, na kujadili masuala ya kanisa na hata kuandaa uchaguzi wa mapapa ama wa papa mpya ambaye inaitwa conclave. Conclave ni mkutano wa siri wa makardinali walio chini ya umri wa miaka 80 katika kapela ya Sistine kwa ajili ya kumchagua papa mpya. Makardinali hufungiwa ndani hadi watakapofikia uamuzi wa kumchagua mrithi wa papa. Kura hupigwa kwa siri, moshi mweupe unatoka ikiwa papa ameweza kuchaguliwa, lakini ikiwa papa hakuweza kuchaguliwa kunatoka ule moshi ambao ni mweusi ili kuashiria kwamba hawajampata papa. Mara papa mpya atakapochaguliwa na kukubali, kwa sababu lazima aulizwe pia kama amekubaliana na uchaguzi huo. Mara tu anapochaguliwa na kukubali, kardinali mkuu wa mashemasi ama protodiakon kutoka kwenye balkoni ya basilika la Mtakatifu Petro na hata kutangaza kwa Kilatini kwamba Habemus Papam, yani ninawatangazia furaha kubwa, tuna papa. Kisha papa mpya huonekana na kutoa baraka yake ya kwanza kwa kanisa Katoliki. Hivyo Kardinali Camerlengo ana jukumu kubwa na muhimu sana katika kipindi hichi cha mpito. Hivyo anaendelea kusimamia mali za Roma hadi pale papa mpya atakapotangazwa. Asanteni sana kwa usikivu mzuri.